ukipata changamoto yoyote kwenye mahusiano yako, huwa unafanya nini? Huwa unamwambia kila mtu kwamba mume wangu au mke wangu kanikosea, kanifanyia hivi na hivi, kanifanyia hivi na hivi, au unakimbia kwa mganga unasema ngoja nikamfunge, nikamkamate, au huwa unafanya nini ukipata changamoto yoyote kwenye mahusiano? Nitashia na wewe kisa kimoja. Kuna mpendwa wetu hapa, dada mmoja ameomba kisa chake tushare na watu ili wajifunze kupitia mahusiano yake, namna yeye alivyopata changamoto na namna alivyotumia njia rahisi na ikamletea matokeo. Huyo dada anaitwa Tumaini. Anasema kwamba ana miaka 32, alikuwa kwenye mahusiano kwa muda wa miaka kadhaa. Walikuwa vizuri tu na mume wake, walikuwa wanaishi vizuri tu, hakuna changamoto yoyote, lakini ghafla mume wake akabadilika, akawa ni mtu ambaye hana muda, yuko busy tu na simu muda wote, hana muda kabisa na yeye. Sasa kilichotokea, yule dada akawa anapiga kelele, anamfokea mume wake, anamwambia kwa nini unafanya hivi? Kwa nini hauna muda na mimi? Kwa nini uko hivi? Analalamika. Lakini hiyo njia haikusaidia. Ikafika mahali wakawa hadi wanagombana na mume wake, anamgombeza, anamfokea, anafanya nini, lakini bado haikusaidia. Sasa ikabidi akatumia akili nyingine, akasema ngoja nijue kwa nini huyu mtu kabadilika hivi. Akaanza kumchunguza, akaja kujua kumbe kuna tabia ambayo alikuwa ameianza ya tofauti, yani ameanza kuwa na tabia ambayo anakuwa na wanawake wengine na nini. Sasa alipogundua hivyo, alichokifanya yeye akawa amechukua namba ya yule mwanamke mmoja hapo ambaye alikuwa anawasiliana naye. Alipochukua ile namba akawasiliana naye. Kuwasiliana naye, si yule mume wake alijuaje? Yule mume wake akawa amempa namba ya mke wake, akampa yule mwanamke wake wa nje namba ya mke wake wa ndoa. Alipompa yule mwanamke, akawa amemtukana mke wake na nini. Yule mwanamke hakuwa na ujasiri tena wa kuendelea kumtafuta yule dada. Mwisho wa siku, yule dada alipoona ugomvi unaendelea, yani hamna amani tena pale nyumbani, ni kugombana kila siku, yani hamna amani, hamna utulivu. Alipoona hivyo akatafakari, akasema sasa hapa cha kufanya, bora nitafute namna ili nipate amani kwenye ndoa yangu. Basi na hapo kumbuka ishapita miezi, ni ugomvi tu, wanagombana, hawana maelewano. Sasa yule dada akafikiria, akasema ngoja niwaite wazazi wa nani, wa upande wa mwanaume. Akawaita wazazi, akawaambia kwamba jamani, mimi kuna 1 2 3 kwenye ndoa yangu, mume wangu kawa hivi na hivi, siku hizi kafanya hivi. Basi wazazi wake kweli walikubali, wakaja wakawasikiliza pande zote mbili. Akamsikiliza mwanamke pia, akaendelea kueleza kama vile alivyoeleza mwanzo kwamba mimi mume wangu kawa hivi na hivi, na mwanamume naye kapewa nafasi, hebu sema na wewe, na yeye kasema kwamba mimi kweli haya anayosema mke wangu ni ya kweli. Kwa nini unafanya hivyo? Akakubali kweli kosa, akasema mimi nimekubali, hapa nilikosea, naomba nisamee, mke wangu yaishe. Basi yule mwanamke kaeleza mambo yake yote ambayo alikuwa amefanyiwa na mume wake. Kweli mume wake akakubali kosa, akaomba msamaha, na alikuwa anampelekea vitu. Yule mwanamke anachukua vitu, saa nyingine hamna vitu nyumbani, lakini anachukua hela anampa yule mwanamke wa nje. Basi ilivyofikia hiyo hatua ya kusuluhishwa pamoja, na yule mwanamume akakubali kosa kwamba mimi nimekubali kosa langu, sitarudia tena. Akaomba msamaha, yakaisha. Yalivyoisha haikuishia hapo, wazazi wao wakawapatanisha, wenyewe wakaondoka kwenda nyumbani, na wao wakabaki na maisha yao. Maisha yakaendelea, lakini haikuishia hapo. Kumbe waliambizana kwamba amefuta namba, ameblock, lakini haikuishia hapo. Baada ya muda tena wakaanza tena mawasiliano na yule dada, yule mwanamke wa nje. Yule mwanamke kuja kujua sasa mume wake ameanza hiyo tabia, akamuuliza tena, mbona umeanza hii tabia na ulikubali kwamba umekosea na umesema kwamba hautakuwa tena mazoea na huyu dada? Akaanza kwa sababu huyu nimeshajua huyu ni agent sio na nini. Akaomba tena msamaha. Huyu mwanamke sasa ikabidi afikirie zaidi, kwa nini huyu mwanaume na huyu mwanamke hawaachani na ameshakubali na ameshaomba msamaha mbele ya wazazi, lakini bado haijaleta matokeo? Basi akafikiria, akasema sasa sitaweza tena kuwa nawaita watu kusuluhisha hili jambo. Akasema itabidi tu nisimame kama mimi. Basi mwanamke kweli, mwanamke wake akiona vile anakubali, anaomba msamaha, yanaisha.
Lakini haikuishia tena hapo, wakawa wanaendelea. Mke wake akijua, anamwambia naomba unisamehe mke wangu, nitaachana naye. Wanaachana siku 2-3, wanakuta tena wameendelea, au mwezi, wiki, wanakuta tena mawasiliano wamerejeana na yule, wameanza tena mahusiano. Sasa mwanamke alichoona akasema, sasa hapa cha kufanya, kama ni kuita watu, nimeshaita watu, kama ni kuambia ndugu zake, ashawaambia. Yaani na yule mwanamke na wa nje sasa amepata kiburi, kwa sababu anajua yule anapewa kiburi na mwanaume huyu mume wake, na huyu dada